Karibu Waza Elimu Channel. Kama ndio mara yako ya kwanza, tembelea channel hii, please subscribe ili kuweza kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Leo tutazungumzia kozi bora au kozi zenye soko katika ajira kwa sasa, ambazo mwanafunzi anaweza kusoma na kuajiriwa au kujiajiri kwa wakati. Na video hii imekuja au imeandaliwa kutokana na maswali ya namna hii kuulizwa sana na wahitimu wa Form 6 pamoja na Form 4 ambao wanajiandaa kwenda vyuoni, aidha vyuo vya kati au vyuo vikuu. Nikizungumzia vyuo vya kati ni vile ambavyo vinatoa certificate pamoja na diploma, na vyuo vikuu ni vile ambavyo vinatoa kuanzia degree na kuendelea. Japo vipo vyuo vikuu ambavyo vinatoa pia na kozi za vyuo vya kati kama certificate na diploma. Sasa maswali ya kuuliza ni kozi gani ambayo ina soko katika ajira au kwa sasa inaweza kukuwezesha wewe kuweza kujiajiri au kuajiriwa mapema zaidi mara tu unapomaliza chuo, yanakuwa mengi sana. Watu wananifuata DM au WhatsApp na sehemu zingine kuniuliza, Waza, ni kozi gani nzuri ya kusoma kwa sasa? Waza, nisome kozi gani? Kozi gani ipo katika soko la ajira kwa sasa? Kozi gani inaajiri mara tu mhitimu anapomaliza chuo? Naomba unitajie kozi nzuri za combination yangu. Kozi gani yenye uhakika wa ajira nikimaliza chuo? Haya ni miongoni mwa maswali mengi ambayo yameulizwa kuhusiana na kozi, na kupelekea kuweza kuwa na uhitaji wa kuweza kuweka sawa kwenye hili. Na tukirudi miaka 15 au 10 nyuma, swali la namna hii likiulizwa, watu walikuwa na majibu mepesi sana au ilikuwa ni rahisi kuweza kujibu. Kwa sababu ulikuwa ukiulizwa tu ni moja kwa moja utaambiwa kozi ambayo inakupa uhakika wa ajira pale tu unapomaliza chuo ni ualimu au ni kusomea ualimu. Au kipindi cha nyuma watu walikuwa wanamaliza tu chuo anapangiwa moja kwa moja shule ya kwanza kufundisha, lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti. Walimu wamekuwa wengi kuliko hata ajira ambazo zinapatikana za ualimu. Yani shule ndio, mwalimu ndio anatafuta shule, sio shule kumtafuta mwalimu. Unaweza ukapata picha jinsi soko la ajira linavyobadilika. Vivyo hivyo hata kozi ambazo sasa hivi zina ajira, kuna miaka ambayo ukienda mbele unaweza kukuta changamoto kama hii inajitokeza, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanazikimbilia hizo kozi, kwa hiyo zinapata nguvu kazi kubwa kulinganisha na uhitaji kwa miaka inavyozidi kwenda. Sasa fahamu kozi hizi hapa 5 ambazo bado zina soko la ajira au bado zinafanya vizuri kwenye soko la ajira au ajira zake bado zinazidi kuongezeka siku hadi siku kwa huu mwaka wa 2025 na miaka inayoendelea. Tutaanza na kozi zinazohusu watu wa sayansi au watu waliosoma masomo ya sayansi, na baada ya hapo tutakuja kuzungumza kozi za watu wa arts au social science. Kozi ya kwanza kabisa kwenye upande wa watu waliosoma science ni computer science. Computer science ni kozi ambayo ina faida nyingi sana, hasa katika dunia ya sasa inayotegemea sana teknolojia katika uendeshaji wa mambo kadha wa kadha. Hapa kuna baadhi ya faida za kusoma hii kozi ya computer science. Faida ya kwanza kabisa, hii kozi ina ajira nyingi sana na fursa zenye kipato kikubwa mno. Hakuna mtu aliyebobea au aliyesomea hii kozi ya computer science na akawa mbobevu, kwa sababu kuna kusomea lakini unakuwa sio mbobevu. Yaani unasomea tu unaishia kwenye theory, haui vizuri au unakuwa haujabobea zaidi kwenye practical, yani katika ufanyaji wa zile kazi ambazo zinahusiana na kozi husika. Kuna watu wamesomea computer science lakini ukimpa kompyuta au ukimpa vitu ambavyo vinamhitaji kuweza kuvifanya kutokana na kozi aliyosoma, unakuta anakuwa anapata changamoto, na sio changamoto tu au kushindwa kabisa kuweza kuendesha au kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo kuna kusoma na kubobea. Na wataalamu wa kompyuta
wanapata mishahara ya juu sana kulinganisha na kozi zingine nyingi au zinginezo au kozi nyingi, hasa wakiwa na ujuzi kama wa artificial intelligence ambao ndo trending kwa sasa, software developer au programmer, data analyst au data scientist, web developer, blockchain. Na faida namba 2 ya hii kozi ya computer science, hii kozi inakuwezesha wewe kuweza kujiajiri. Kwa mfano unaweza ukatengeneza app zako, ukatengeneza tovuti kwa ajili ya biashara yako au biashara ya mtu mwingine ukalipwa, au ukatengeneza software ya kutatua matatizo ya kijamii au kiuchumi ambayo wewe unaweza ukalipwa na watumiaji, au ukaanzisha kampuni ya IT. Watu wengi ambao wanakuwa na uchumi mzuri ni wale ambao wanaanzisha makampuni ya IT au yanayohusiana na mambo ya teknolojia. Pia faida nyingine ya kozi ya computer science, hii kozi inakuwezesha wewe kuweza kujiendeleza au kuspecialize zaidi, kuwa specialist kwenye eneo moja. Kwa mfano, ukiwa umesoma computer science, badala ya kufanya kila kitu kinachohusu computer science, unaweza kuchagua tu wewe kuwa specialist wa kitu kimoja. Kwa mfano, ukawa specialist kwenye mambo ya AI, artificial intelligence tu, au ukaspecialize kwenye cyber security, ukaspecialize kwenye game development, ukawa unatengeneza magame au mobile app development. Vyote hivi unaweza ukachagua kuweza kuspecialize na kikakulipa. Kwa hizi ndo faida za hii kozi ya computer science. Kozi nyingine ni kozi za afya kama medicine, nikimaanisha MD, uuguzi, nursing na pharmacy. Hizi ni kozi ambazo bado soko lake ni kubwa na linazidi kuongezeka. Kozi kama MD, uuguzi, nursing, pharmacy zina faida nyingi. Kwanza, bado zina nafasi nyingi za ajira serikalini, pamoja na ajira za kujiajiri na hata nje, ajira za nje. Yani ni kitu cha kawaida cha mtu aliyesoma nursing kwenda kufanya kazi Ulaya, Amerika, USA. Yani kitu cha kawaida. Ni vile tu umefaulu na utafuta nafasi, ukipata unaenda kufanya kazi kama kawaida. Kuna watu wengi sana, kuna ushuhuda wa watu wengi sana ambao wamesoma nursing au wamesoma hizi kozi za afya na wanafanya kazi nje za nchi. Faida nyingine kwenye hizi kozi za afya ni kuwa na uwezo pia wa kuspecialize zaidi. Unaweza kuendelea na masomo hadi ukafikia fani moja tu kama specialist. Mfano, unaweza kuspecialize labda kwenye surgery tu, mambo ya upasuaji au meno, ngozi, afya ya watoto au na kadhalika. Ukisomea kozi za afya unakuwa na uwanda mkubwa wa kuweza kuspecialize kwenye kitu kimoja, kulingana na chaguo lako. Pia faida nyingine, hizi kozi za afya zina fursa ya kujiajiri, yani zinakupa nafasi ya wewe kuweza kujiajiri. Kwa mfano, mtu aliyesoma kozi kama pharmacy, kupitia cheti hicho cha pharmacy anaweza kujiajiri au kuweza kuchukua hicho cheti chake akampa mtu ambaye anahitaji kufungua duka la dawa, akafungua yeye akawa analipa. Yani akakikodisha au akafungua yeye mwenyewe akajiajiri duka lake la dawa kupitia hicho cheti ambacho yeye amesomea pharmacy, kwa sababu lazima uwe na cheti cha pharmacy au uwe mfamasia ndipo uweze kufungua duka la dawa au pharmacy. Na kozi nyingine ni cyber security. Kozi ya cyber security mojawapo ya kozi zenye umuhimu mkubwa sana katika dunia ya leo ya kidigitali. Kadri teknolojia inavyokuwa, na ndivyo pia hatari za mitandao, kwa mfano hacking, data breach, malware na zinavyoongezeka. Yani teknolojia inavyokuwa na uhalifu au changamoto za kimtandao zinazidi kuongezeka. Kwa mfano mtu kuhakiwa, data kuvujishwa, virus kuachiwa na watu mbalimbali mitandaoni. Kwa hiyo kusoma wewe cyber security, moja kwa moja unakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kujiajiri au kuajiriwa. Dunia kwa sasa inakabiliwa na uhaba wa wataalamu wa cyber security. Makampuni kama taasisi za serikali, benki, mashirika ya afya na hata shule zote zinahitaji ulinzi wa data, yani cyber security. Kwa hiyo hii kozi inakupa nafasi au fursa ya kufanya kazi popote. Wataalamu wa cyber security wanaweza kufanya kazi kwa mbali, yani remote, yani zile kazi ambazo unaweza ukawa kwako na ukaajiriwa ukawa unafanya kazi
Ulaya au nchi nyingine kabisa, lakini upo kwako remote. Kwa hiyo hiyo ni kozi nyingine, na kozi nyingine ni kozi zinazohusu au kozi za engineering. Hizi kozi pia bado zina ajira engineering, na nikizungumzia engineering nazungumzia kozi kama civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering na petroleum engineering. Kozi za engineering zina sifa ya mishahara mikubwa. Yaani ukisomea engineering na ukafanikiwa kupata ajira, mishahara yake huwa ni mikubwa, yani ni mizuri. Na pia ina fursa nyingi sana za kufanya kazi kimataifa. Mfano makampuni ya mafuta na gas yana matawi duniani kote. Kwa mfano kama vile kampuni la Shell ina matawi duniani kote, Total Energies ina matawi nchi karibu zote duniani na kadhalika. Kwa hizo ndio kozi ambazo bado zina soko la ajira. Haimaanishi kwamba kozi zingine hazina fursa, lakini hizi hapa ndio kozi ambazo tumezipendekeza au zinafanya vizuri kwa sasa. Kwenye upande wa arts au social science, kozi ambazo zinafanya vizuri kwenye soko la ajira au bado zina ajira na ajira zake bado zinazidi kuongezeka, namba moja ni kozi zinazohusu rasilimali ardhi na uwekezaji. Hizi kozi ni kama vile land management and evaluation na real estate au property management. Kozi hizi zinahusu biashara, maendeleo na usimamizi wa mali kama nyumba, viwanja, ofisi na kadhalika. Mtu anaposoma kozi zinazohusu rasilimali ardhi pamoja na uwekezaji, huyo mhitimu anakuwa na ujuzi wa uwekezaji kwenye swala la ardhi, upangaji wa mauzo ya nyumba, masoko ya mali zisizohamishika, sheria ya mali na mikataba. Ni ugonjwa usiopingika. Moja kati ya biashara tamu kwa sasa ni uuzaji au uwekezaji kwenye ardhi. Wafikiri kwa nini makampuni mengi au kuna ongezeko kubwa la makampuni yanayojihusisha na uuzaji wa viwanja kwa sasa, na zinalipia matangazo mengi kuliko yani tunaweza tukasema kuliko biashara nyingine yoyote kwa sasa kwenye TV pamoja na radio kwa sasa. Hii biashara ina pesa, na kadri muda unavyokuwa unazidi kwenda, kile unachokuwa umekiwekeza kinakuwa kinazidi kuongeza thamani, na mwisho wa hii biashara haupo, yani hakuna mwisho. Watu wataendelea tu kununua ardhi na watu wataendelea kuuza ardhi. Kwa hiyo ukisoma hii kozi unakuwa upo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kujiajiri au kuajiriwa na makampuni yanayohusu mambo ya uwekezaji, mambo ya uzaji wa ardhi na vinginevyo. Kozi nyingine ni kozi za lugha au translation, yani kozi zile ambazo zinahusu lugha. Unaweza ukasomea walimu, lakini walimu unaohusu lugha, mfano lugha hizi za kigeni, kwa mfano kama Kifaransa, Kichina, Kiingereza, Arabic, Kiarabu, ni kozi ambazo bado zinafanya vizuri. Au sio lazima uwe umesomea kwenye mambo ya lugha, labda ukasomea walimu tu, hapana. Kuna kozi zingine ambazo zinahusu tu Kifaransa, yani wewe unasoma Kifaransa kama Kifaransa basi. Kuna uhitaji mkubwa sana wa tafsiri wa lugha katika mashirika ya kimataifa kama UN, AU, EU pamoja na balozi za kidiplomasia, makampuni ya biashara ya kimataifa, sekta ya afya, sheria, utalii pamoja na teknolojia. Pia kozi hizi za lugha zinakupa fursa za kujiajiri, yani au kufanya freelancing. Unaweza kufanya kazi kama freelance translator mitandaoni kupitia tovuti au majukwaa kama vile Upwork, Fiverr, Translator Cafe, Proz.com. Unaweza kutafsiri vitabu, makala, nyaraka za kisheria au website mbalimbali. Kwa hiyo ndio faida kubwa ya kusomea hizi kozi zinazohusu mambo ya lugha. Kozi nyingine ni psychology au kozi zinazohusu mambo ya saikolojia. Kozi zinazohusu mambo ya saikolojia zinakupa uwezo wa kufanya kazi katika ofisi ya aina yote ile. Si ajabu kumkuta mtu aliyesomea psychology kumkuta hospitali kwenye masuala ya clinical psychologist, shule, educational school psychologist, magereza, forensic psychologist, makampuni, industrial organizational psychologist, mashirika ya kijamii
au NGOs, jeshi la polisi au polisi kwenye upande wa stress management and profiling. Kozi nyingine ni kozi zinazohusu mambo ya bima au kwa Kiingereza tunaita insurance. Kozi zinazohusu mambo ya bima au insurance. Kwanza, insurance ni taaluma maalum zinazohusiana na usimamizi wa hatari, fedha na kulinda mali au maisha ya watu kupitia mikataba. Mfano wa kozi hizi ni kama Bachelor in Insurance and Risk Management. Kuna kampuni nyingi sana za bima ambazo zinafunguliwa au zimeshafunguliwa dili na mambo ya bima. Bima inahusisha vitu vingi sana. Inaanzia kwenye masuala ya afya, mali kama vile nyumba, magari na vitu vingine. Kwa sasa huwezi ukamiliki gari ikiwa hauna bima au haujalipia bima. Kwa hiyo automatic ajira zinazohusu mambo ya bima ni nyingi. Kozi nyingine ni kozi zinazohusu mambo ya banking and accounting. Kozi hizi zina fursa nyingi sana za ajira. Nafasi nzuri ya kujiajiri, zinafaa sana kwa watu wanaopenda mambo ya fedha, biashara, uchambuzi wa namba na usimamizi wa rasilimali. Kupitia kozi hizi unaweza kujiajiri au kuajiriwa katika makampuni ya utoaji wa mikopo. Kampuni za kutoa mikopo zimeongezeka sana kwa kipindi hiki na uhitaji bado ni mkubwa. Asante kwa kunisikiliza. Tafadhali like, comment na kushare ili kuweza kupata video nzuri zaidi katika channel yetu. Thank you. Asante.